Leo nakuja kwako tena, kuna mambo ambayo nataka tuzungumze. Leo nataka kuzungumzia uchafu wa mwili. Nimekuja kuzungumza na wainjilisti wachafu, mitume wachafu, wachungaji wachafu na washirika wachafu, kwamba uchafu Mungu haupendi na wachafu hawatarithi ufalme wa Mungu. Wachafu hawatarithi ufalme wa Mungu. Tuangalie na tuone kwamba ni jinsi gani Mungu ambavyo anapenda watu wasafi. Wasafi wa roho na wasafi wa mwili. Sasa watu wengi wamekuwa wanakimbilia kutaka kuwa wasafi wa roho, lakini ni wachafu wa mwili. Kwa hiyo wanataka tujifunze leo, tuone kwamba uchafu unaweza kumfanya mtu akakosa ufalme wa Mungu na Mungu akaondoka katika himaya yake. Kumbukumbu la Torati 23 na ule mstari wa 9 anasema, mtakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe u katika malango, jilinde na kila neno baya. Mungu alikuwa anatoa maelekezo kwamba watu hawa wajilinde na wawe waangalifu. Mungu alitoa maelekezo kwamba mtu anapokuwa ameenda kujistiri, yani kutoa haja kubwa, awe na jembe ambalo atalima. Akishalima anatoa haja kubwa pale, akimaliza anafukia. Na Mungu anapotembea katika kile kituo, ili asikute mazingira ya kituo ni machafu, asije akamwacha. Kwa hiyo Mungu aliwatahadharisha kwamba wanatakiwa kuwa wasafi, vituo vyao viwe wasafi, vinyesi vyao visitapakae katika mazingira ya kuonekana. Wachimbe shimo, waweke wakishamaliza kujisaidia wafukie vinyesi vyao, ili Mungu asije akawacha. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba hapa Mungu anaweza kumwacha mtu kwa ajili ya uchafu. Uchafu. Watu wengi wamejisahau hapa. Ni mahodari wa kuomba, ni mahodari wa kushinda makanisani, lakini vituo vyao nyumbani kwao ni wachafu hujawahi kuona. Kuna wachungaji ni wachafu, kuna washirika ni wachafu, kuna wainjilisti ni wachafu. Yani ukiangalia kitanda, mashuka, utasema yani hayajafuriwa karibia mwezi mzima. Mashuka yananuka. Achilia mashuka. Ukiangalia chini ya kitanda, vituo vyao ni vichafu. Chini ya kitanda kuna mavumbi, chini ya viti mavumbi. Ukiangalia nyumba unasema hii nyumba anaishi mtu au anaishi mweu. Yani kila kitu ni cha ovyo ovyo. Vitu havijapangwa vizuri. Mazingira ni machafu, yananuka. Na wengine wanakojoa kwenye ndoo. Unakuta ndoo yani ziko hapo, kama nilivyoona kwenye video moja, mtu moja yeye anakunya umomo na kukojoa umomo. Mazingira ni machafu. Sasa uchafu ni dhambi. Na wengine mavazi yao ni machafu, hawafui. Wengine mpaka sehemu zao za siri hawanyoi. Mpaka sisimizi akiingia huku anaweza kusema niko wapi hapa? Mona ni msitu wa nywele. Hata sehemu zao za siri ni wachafu. Sasa uchafu ni dhambi. Mungu anachukia uchafu. Anawaambia hawa wawe wasafi, asikute kituo chao ni kichafu, asije akawaacha. Nyumba nyingi zina milango ya uchafu na mapepo yamejaa kwenye nyumba zao. Nyumba zimetapakaa mabuibui. Ukiangalia mabuibui pachafu, vyoo vinanuka, mavi yananuka, mpaka unasema hapa ni wapi? Mungu anachukia wachafu. Mungu anachukia uchafu. Wewe mchafu lazima ubadilike, uwe msafi kuanzia leo katika jina la Yesu. Uwe msafi. Tuangalia hapa katika kitabu kile cha Zakaria 3:1. Zakaria 3:1 anasema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika
wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee, ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? 2:3. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Yoshua alikuwa amesimama mbele ya malaika na nguo zake ni chafu, na wakati huo shetani alikuwa anashindana naye. Jambo la kwanza ili Mungu amsaidie Yoshua, tuangalie mstari wa 4. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu, kisha ukamwambie yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Huyu ni shetani anashindana na Yoshua, na Yoshua alikuwa amesimama mbele ya malaika, lakini nguo zake ni chafu. Mungu ili amsaidie Yoshua, kitu cha kwanza alichokifanya, aliagiza Yoshua avuliwe nguo, aveshwe nguo zingine zilizo safi, na anamtamkia maneno ya ushindi baada ya kumvua nguo. Kuna watu nyinyi mnashindana na shetani kila wakati, nyumba zenu zimejaa mashetani, mapepo yamejaa miilini mwenu kwa sababu ya uchafu, kwa sababu ya uchafu. Kwa hiyo uchafu ni dhambi. Kwa hiyo wewe ambaye ni mchafu, jitahidi kuwa msafi. Kuna wanawake wengine mmeolewa ni wachafu vibaya mno. Yaani nyinyi mnashinda tu kwenye maombi, ukitaka kwenda kanisani, hakikisha nyumba yako ni safi. Hamka asubuhi, safisha nyumba yako. Hamka asubuhi, mfulie mme wako, fulie soksi, fulie nini, fanya usafi katika nyumba yako. Wanawake tu mnashindana kufuga mikucha mirefu na kuweka marangi. Hauwezi hata kufua nguo zako, mchafu. Umeolewa, huwezi kufua hata nguo zako za ndani, hata nguo za mme wako ufui, ni chafu. Nguo zake ni chafu. Kuna watu wengine wameajiri mpaka dada wa kazi, anampa nguo zake za ndani ili amfulie. Ni laana. Nguo ya ndani inawakilisha inawakilisha vitu vya ndani, vitu vya siri. Ndio maana tunaziita nguo za siri. Unampa mfanyakazi afue chupi zako, unampa mfanyakazi afue boxer za chupi za nguo za ndani unampa mfanyakazi afue nguo za ndani za mme wako. Wewe ni mchafu. Unashindwaje kumfulia nguo zako mme wako? Unajua kuna wanaume imefika mahali hata wawezi kurudi nyumbani, kwa sababu wakirudi nyumbani ni pachafu, pananuka. Ameweza kupika chakula, unakuta mwingine chumba ni hicho kimoja, anapikia umo, ameweza kupika chakula, maji ya dagaa ameacha hapo, kitanda kiko hapo, maji ya dagaa yanarara mpaka asubuhi uvundo. Mwingine anaroweka nguo, anaziwekea na sabuni, anakuja kuzifua kesho yake, akizitoa hivi ni uvundo, zinanuka vibaya. Wewe ni mchafu. Uache uchafu. Ukishaolewa jitahidi uwe msafi. Hata kama hujaolewa jitahidi uwe msafi. Uwe msafi, uache uchafu. Mungu anataka usafi. Omba, mtumikie Mungu, lakini uwe msafi. Kuna watu wengine ukipishana nao hapa wananuka vibaya. Jirekebisheni, kuweni wasafi. Wengine akinua hivi, kikwapa kinanuka vibaya. Mwingine anasema mimi ni ugonjwa, ninaumwa ugonjwa wa kunuka kikwapa. Kuna dawa kibao. Tafuta hata makoko ya ugali, ni dawa. Tafuta hata ndimu, ni dawa. Jitibie, acha uchafu wewe. Mume wako amelala na wewe hapo usiku, kuoga kwenye shughuli,
Umelala unainua hivi mikono hivi, umelala hivi, na wengine wapigi hata mswaki. Akilala anakoroma, harufu yote imetapakaa mpaka kitandani. Mwanaume, mwanamke, mwache uchafu kwa jina la Yesu. Acheni uchafu. Huo ni uchafu, na Mungu hataki uchafu, na ndio maana mnashindana na mapepo kila itwapo leo. Vyoo vyenu vichafu. Amjui kama uchafu ni malango ya shetani? Chooni ndio mahali pa malango ya shetani. Kwa sababu ya nini? Vyoo vingi ni vichafu, vinanuka. Mtu anakojoa hafresh. Mtu anajisaidia, anaacha kinyesi chake pale pale kinaelea hivi hivi. We mchafu wewe, hautarisi ufalme wa Mungu kwa uchafu. Mungu anahitaji usafi. Wakolosai 3:5. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati na uchafu. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo uja ghadhabu ya Mungu. Hapa unaona kuna neno limeandikwa uchafu, afu kuna koma. Koma. Uchafu. Katika uchafu wa mwili, uchafu wa roho, ndipo uja ghadhabu ya Mungu. Mungu anachukia wachafu. Uwe msafi, kafue nguo yako ya ndani, wache kunuka. Mwanamke, kijana, unapoamka asubuhi, tandika kitanda chako, fagia nyumba yako, fua nguo zako, fua soksi. Vijana wachafu, yani akivua soksi hivi, ya hatari. Miguu inanuka vibaya, soksi afui. Na wale waliokwisha kuolewa, waliokwisha kuoa, mwanaume akivua soksi ikanuka, kesi ni kwa mke wake. Kwa sababu mwanamke ndio anatakiwa, mwanaume anapoenda kutafuta kazi, kufanya kazi, kutafuta chakula, mama unaobaki nyumbani, hakikisha unaweka mazingira ya mume wako yanakuwa masafi, nguo zake za ndani, soksi, kila kitu. Weka awe msafi. Ufunuo wa Yohana 16 mstari wa 13. Nikaona roho tatu za uchafu. Nikaona roho tatu za uchafu. Uchafu ni roho ya shetani, zilizofanana na vyura zitokazo katika kinywa cha yule joka. Roho ya uchafu ina mfano wa chura, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. 14. Hizo ndizo roho za mashetani, zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme ulimwenguni mote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo uchafu ni roho. Jifunze kuwa msafi. Wewe jifunze. Wagalatia inasema, namalizia na hii Wagalatia 5 mstari wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambieni mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Wewe mchafu, utarithi ufalme wa Mungu. Umejitahidi usizini, umejitahidi kuishi maisha matakatifu, lakini nguo zako ni chafu, unanuka. Nguo za ndani chafu, kitandani kwako pachafu, chooni kwako pachafu. Ukiamka asubuhi, fanya usafi. Mungu anataka usafi, ili anapokuja katika kituo chako, nyumbani kwako ndipo mahali pa kituo, ndiko mahali unapolala, ili atakapokuja kwenye kituo chako kukubariki, atakapokuja kwenye kituo chako kukulinda, akute kituo ni kisafi, sio kichafu. Usilale na vyombo vichafu. Mmemaliza kula chakula, osheni vyombo. Mlale mkiwa vyombo vimeoshwa,
Sio mnarundika uchafu, mnaweka, mnalala nalo, ndio maana mnaota mindoto ya ajabu ajabu. Nyinyi wachafu. Mungu anataka mbadilike, muache uchafu. Nikutakie wakati mwema na ubadilike, uache uchafu. Uchafu ni dhambi. Oga. Usilale bila kuoga. Jisafishe mwili wako, kuwa safi. Na kuna wengine ambao mnajifunga viremba, mkivua viremba vyenu hivi na kulala na waume zenu, ni hatari. Nywele chafu zinanuka, utazania panya kafia kichwani. Safisheni nywele zenu, zioshe, ziwekeni katika hali ya usafi. Msizipake madawa na vitu vingine vinavyoondoa asili, lakini ziosheni. Zipakeni mafuta. Mbona mafuta yapo? Mafuta ya nazi, mafuta ya mnyonyo. Chaneni nywele zenu vizuri, ziwekeni katika muonekano mzuri. Sio kwamba kufunga kitambaa ndio nywele ziwe chafu, yawe machafu, yananuka. Ukifunua hivi mme wako ni hatari. Nywele ni fahari kwa mme wake, lazima ziwe katika hali ya usafi. Ziweke katika hali ya usafi. Wewe mama, acha uchafu ili umuone Bwana. Mungu anahitaji usafi, na ndio maana aliwaagiza kwamba mtapokuwa katika vituo vyenu, hakikisha vituo vyenu vinakuwa visafi. Mavi yenu yasionekane, yafukieni. Mungu anataka usafi ili asije akaacha vituo vyenu. Wekeni mazingira yenu masafi, na Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Mwendelee kuwa wasafi katika mwili, wasafi katika roho. Mbarikiwe na Bwana. Amen.